kuliko kumpenda Mungu. Kabisa ukipenda anasa kuliko kumpenda Mungu, hapo tatizo ndio linaanzia. Hapo anasa sio mbaya, lakini kianasa kipenda inakupeleka mbali uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen. Tajiri Biblia inasongomoza alikula kwa anasa siku zote, alivaa mavazi mazuri, alistarehe kila starehe, lakini tatizo la tajiri huyu hakutaka kumpa Yesu maisha. Akawepo na maskini moja jina lake ni Lazaro. Huyo masikini Biblia inamsongomoza alikuwa akijishibisha chakula kwenye makombo yale kutokana na ile meza ya tajiri. Huyo masikini alikuwa na vidonda mwili mzima. Jambo zuri alilofanya masikini huyu, alikuwa akimpenda Mungu sambamba na umasikini wake, hakumdhihaki Mungu sambamba na yake magumu, hakuweza kumtukana Mungu sambamba na maisha hayo, hakuweza kumdhihaki Mungu. Lakini ndugu yangu, kuna mtu hapa ana bodaboda tu, lakini anamdhihaki Mungu. Siku moja nikiwa maeneo haya nikakutana na baba mmoja hatari, niketi kwenye bodaboda, hapo nikashangaa kitu kimoja, nikashangaa pikipiki nao inatoa moshi na yeye anavuta sigara hatari, inatoa moshi. Hapo nikashangaa, nikajishika kichwa, nikamuuliza swali moja, wewe mtu wa bodaboda, kati ya wewe na bodaboda upande ipi? Wote mnatoa moshi, boda inatoa moshi, wewe unatoa moshi, hivi bodaboda ni ipi? Kwa sababu hiyo namdhihaki Mungu. Na katika kiungo cha binadamu Mungu hakuweka exhaust, hajaweka kabisa, hajaweka kiungo cha kutoa moshi, hakuweka kabisa. Huko ni kumkosea Mungu kabisa, kumdhihaki Mungu. Ewe mvuta sigara, ewe mvuta bangi, Yesu anakuita leo, anakuita leo. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Hata kila kiu atabadilisha kabisa, atabadilisha kila siku, kufanya uwe mpya. Utaendelea kumdhihaki Mungu. Unajua dhambi unaipenda usiku na mchana, asipokuwa na Yesu huwezi kuishi na dhambi kabisa. Kapaka sikitaka inakuita mtu wa siara, baba wa siara, mama wa siara, inakuita mabinti, lazima mkabidhi maisha Yesu mwenye kusafisha, Yesu mwenye kubadilisha. Yeye aliye Mungu ana uwezo huo, anaweza samehe dhambi. Hakuna mwanadamu anaweza kusamehe dhambi za wanadamu isipokuwa ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, ukubali kumwamini Yesu, yeye atakusafisha, yeye atakufanya mtu mwingine, yeye atakubadilisha kabisa. Na neno la Mungu linaniambia, nasema imani imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu, akiwa ndani ya Yesu umbe kipya. Tazama ya kale yamepita, wote yamefanyika mapya. Unaanza kutembea kwenye hatua ya Mungu, unaanza kutembea kwenye maelekezo ya Yesu, unaanza kutembea kwenye njia ya Mungu kabisa, unafanyika upya. Kijana mmoja nikawa namshuhudia kwa habari ya Yesu Kristo, kaniambia kijana, haiwezekani kuokoka wa duniani, utindaje uzinzi wa duniani. Namwambia inawezekana, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Yesu maisha anakujaza Roho Mtakatifu, anakuwa ndani yako, nakata ile kiu, anaiondoa kwenda, anaisafia hatia ndani yako. Roho wa Bwana anakuambia usifanye hivyo, na utanikosea kabisa. Ajikuta mwenyewe anageuka nyuma na sema nende Bwana, huwezi kuendelea kabisa asipokuwa na Mungu. Utajikuta unatenda. Kuna kijana mmoja akasema Mungu kabisa, sitarudia tena kuzini. Kesho tukamuona tena, akaumia tena, akasema haki ya Mungu kabisa, huwezi kumsaliti mtu wangu. Tukamuona nende ya kurudia, tukamwambia hivi, tushini dhambi kwa sababu ya nguvu zetu, tushini dhambi kabisa kwa sababu tuna profesa, hatushini dhambi kwa sababu tuna degree, hatushini dhambi kwa sababu ni wakubwa, tunashina dhambi tukiwa na Yesu. Tunaishi maisha ya Yesu, wanaisisa tuishi wenyewe. Yesu ndani yetu, shauri wetu, anakuwa mwelekezi wetu. Lazima ukubali kijana wa siara, ukubali ewe mama wa siara, ukubali kumpa Yesu, kumsaliti mume wako, siku hata siku. Mume wa watu akienda kazini, unakuwa na bwana mwingine, wa watu anahangaika kuta maisha ili
upate kula, lakini wewe unaingiza bwana mwingine. Wanadamu tumekuwa wabaya unakuta hata mwanaume mwenyewe ameenda kutafuta alipata hata 10,000 9 na kula na hawala mmoja narudi kwa unyenyekevu kiwa nayo nunua mchicha upeleka nyumbani namwambia mama chanja nimekuja tu na 10,000 niko Mungu amenipa, kumbe ni uongo mtupu kabisa. 10 amekula kabisa mama makahaba habari haje kupona simama mpe Yesu maisha alikompa Yesu maisha kabisa. Itakula maisha yako kabisa, itatafuna akili yako kabisa, itakula kila kitu inatafuna. Imekufirisi wewe kabisa, dhambi imekuondolea ufahamu, una ufahamu hata kabisa. Simama mpe Yesu maisha basi kama twende pamoja na mimi. Nataka nikwambie kama mtu ni mwenye akili, ngoja nikwambie kitu kimoja. Dunia sasa tumefikia kwenye wimbi kubwa linalotesa watu, wimbi la ushoga. Ni mwanaume anakubali kubadilika, awe mudada, awe mwanamke. Ninakwambia kama una akili timamu, mwanaume unakuwaje mwanamke? Umekuumba kuwa mwanaume, unakuwaje wewe unakuwa mwanamke leo? Mwanamke mwingine anajibadilisha kuwa mwanaume. Ushoga unakula maisha ya watu. Kama mwanadamu ana akili hata kidogo, anamhitaji Mungu huyu, anamhitaji Mungu huyu kabisa. Wewe unayenisikiliza leo, yamkini unanichukulia poa, lakini yamkini unayachukulia poa maneno haya. Usipompa Yesu Kristo utajishangaa umekuwa shoga. Wewe kujielewa kabisa mfumo wa dunia unavyotengenezwa na wale wakubwa wa dunia wanaujenga mfumo kiasi kwamba na wakati mtu atakuwa anakontroliwa na remote tu, unajikuta unatenda mambo na wewe ujielewi kwa nini umetenda haya. Unajikuta umeingia hata kwenye ushoga kabisa, wewe ujielewi kabisa. Kutana na mtu mmoja, siwezi kumtaja jina lake, mtu huyo yuko Dar es Salaam, yeye ni mshoga kabisa. Nilipokaa naye kuzungumza akasema kwa kweli mimi ni ajabu kumbani ni Singida, nijikuta tu mimi ni mshoga, wala sielewi, siwezi kutoka huko niliko rudi kwenye ubinadamu wa kawaida, siwezi kabisa. Ni binti lakini amekuwa mwanaume, anajiigiza hata kuongea ni mwanaume, anapigilia miswali ya wanaume, amebadilika kabisa, hana akili hata kidogo kabisa. Mhitaji Mungu. Mwanadamu bila Yesu umechanganyikiwa, bila Yesu umepotea ndugu, umepotea. Yesu hakuna usalama. Hii sio rafiki, hii sio kuringia. Ina mpango mbaya juu ya maisha ya mwanadamu. Ina mpango mbaya juu ya maisha yako. Wewe unaingia dunia, si tunakushangaa. Kuna cha kujivunia duniani hata ushoga usipokupitia, magonjwa yatapita na wewe. Magonjwa usipokupitia, ajali zinashuka kila wakati. Unashangaa kabisa kweupe hali imetokea. Uliza nini kimesababisha? Hata watu hawaelewi. Wataalamu wa ardhi ya kipima kuna sababu ya ajali, lakini ajali imepita na watu wengi. Naona watu wakikufa kila siku. Utaje kupona wewe. Haleluya, amen. Yesu Kristo dawa. Ninazidi kuongea shida zinazoendelea kwenye ulimwengu. Swali letu liko pale pale. Leo nikifa nitakwenda wapi? Leo mtu asialo kifo tena wapi? Ni ajabu kabisa na kusikitikia. Wewe unayeingia dunia, unayedhani dunia ni rafiki yako, hakika umepotea ndugu yangu. Unayedhani kwamba dunia ndo raha, hakika umepotea ndugu yangu. Biblia inaniambia katika Ayubu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, chache zimejaa taabu. Tukihesabu siku ambazo umefurahi ni dakika chache tu ndugu yangu. Masiku mengi na miaka mingi imejaa kilio kwenye maisha yako. Ninakushangaa wewe unayeingia dunia, unajivunia nini ndugu yangu? Dunia haina mpango mzuri na wewe. Dunia haina mpango mzuri na wewe. Yesu peke yake anayekuwazia mema. Yesu anayekuwazia mema. Unachelewa ndugu wa moyo, unachelewa ndugu wa ziara. Hebu njoo kwa Yesu Kristo. Dunia haina mpango na wewe mzuri. Ili swali tunaendelea nalo, tunajiuliza hivi, baada ya kufa mtu anaenda wapi? Ya kwamba Biblia inaniambia kwamba mbele ya mwanadamu kuna njia mbili, kuna njia ya uzima na njia ya mauti. Haya mwanadamu amewekwa
maamuzi yeye mwenyewe. Unaweza kuchagua leo uende njia ya uzima au uende njia ya motoni. Hayo ni maamuzi yako. Ndio maana Mungu leo anajifanya kama mjinga, haoni kinachoendelea duniani. Kwa nini? Mbele ya maisha ameweka jehanamu, ameweka hukumu, ameweka mapo, kila mmoja kwa hesabu ya matendo yake. Haleluya, haleluya. Wakati wa kuchagua sasa, utakwenda upande gani? Utakwenda kwa njia ya uzima au utakwenda kwa njia ya mauti? Hayo ni maamuzi yako, na maamuzi hayo ndugu yangu yanafanya ungane hai. Hakuna cha ibada ya marehemu hapa. Umedanganywa kabisa ndugu yangu, na siku hiyo watu watalia, watasema mimi sikujua. Lakini siala leo tunapiga injili hadharani, tunazungumza hadharani, wala sisi hatuogopi. Na serikali yetu ya Tanzania, Mungu aibariki zaidi, maana tunapewa kibali kulizungumza neno la Bwana hadharani bila uoga. Nenda kama Somalia, uwezi kuyakuta mambo haya. Ukienda Ukraine leo, uwezi kuta mambo haya. Mabomu yanarindima, watu waende hata kwenye biashara zao. Ukienda hata Kongo sasa, hakuna mambo kama haya. Sisi wa Tanzania tunalisikia neno la Bwana tena hadharani kabisa, wala kuna kizuizi chochote kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Mimi nataka niwaambie wa Tanzania, amani ya Tanzania itabaki hivi. Maana dhambi inanuka, watu wataki shauri la Bwana, watu wameenda kwa njia zao na wamepotoka kabisa, wala wataki shauri la Bwana. Watu wamekengeuka, wala kweli haimo ndani yao. Kuna watu wameshikilia dini, utafikiri dini itawapeleka mbinguni. Nataka nikwambie, dini ulionayo ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini Yesu Kristo ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Ukimpa Yesu maisha, yeye ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Lakini dini ulionayo umeishikilia. Kuna binti mmoja nikamhubiri, anasema mimi siwezi kwa sababu nina dini yangu. Niwakuta babu na bibi wakiabudu hii dini, wakanirifisha. Watu wakiwa wanarifishana akadini, binti anapikika kimaisha, adui anamuonea, lakini kang'ang'ania dini. Amepikika kimaisha, lakini amekamatia dini. Haleluya. Hii utakupeleka wapi? Mimi nakutangazia yuko Yesu wa Nazareti, ayeweza badilisha maisha. Ukikubali kumpa leo, atakufanya mwingine. Hatutangazi dini ndugu yangu, tunamtangaza Yesu. Hatujaja kusema dini kabisa, tunamtangaza Yesu Kristo. Dini haijawahi badilisha. Ingekuwa inabadilisha dini, Yesu asingekuja duniani kabisa. Na hata miaka ile Yesu wakati anazaliwa duniani, alikuta dini zikiendelea kabisa, alikuta ibada zikiendelea kabisa, alikuta sadaka zinatolewa kabisa, alikuta kazi zikiendelea kabisa. Lakini dini haikumsaidia mwanadamu kumjua Mungu kabisa. Dini zile zilizokuwepo hazikumsaidia mwanadamu kumjua Mungu kabisa. Yesu akaleta mpango wa mwanadamu kumjua Mungu. Kuna mtu mmoja akitoa sadaka anasema sasa nimesamehewa dhambi. Hakuna sadaka inayoweza kumfanya mtu asamehewe dhambi. Kuna kwa sadaka moja ile ambayo Mungu alitoa pale, ni Yesu Kristo. Hiyo ndio sadaka iliyosamehe dhambi zote za wanadamu. Siwezi kutoa sadaka tumesamehewa dhambi. Na mtu mmoja anasema nikitoa fungu la 10 mimi nimetakasika. Kuna mtu mwingine hamwamini Mungu, lakini anaamini katika utoaji. Anadhani fedha zake hizo zikataka umehesabia haki. Hatuhesabiwi haki kwa sababu ya sadaka, hatuhesabiwi haki kwa sababu ya fungu la 10. Tunahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu. Ndio maana nakwambia wewe unayeng'ang'ania dini, umepikika ujielewe kabisa kwamba Yesu peke yake ndiye anaweza kukusaidia kuletea sadaka. Haleluya, haleluya. Zungumuze katika mmomonyoko wa maadili ya kwamba siku hii ndugu zangu tulizo nazo dunia imekwisha. Unakuta mama mzuri kabisa, pochi yake nzuri kabisa, ukiangalia ndani ya pochi ameweka machumbi, ameweka kokoto, ameweka na mafuta. Ukimuuliza mafuta ya nini, anasema mafuta ya upako. Unapikika wewe, umeliwa sasa. Habari ujielewe kabisa. Nguvu ya Yesu haikai kwenye mafuta, wala haikai kwenye kokoto, haikai kwenye keki ya upako. Umedanganyika. Kuna mtu mwingine anakimbilia, anaambiwa anataka
nikuponye. Toa milioni 1. Dunia imekwisha. Unaenda kutoa hela za watoto wako, unaenda kutoa kwa mtu, tunataka uponye. Umepikika, ujielewa kabisa. Nataka niseme, Biblia inaniambia unashauri pewa bure, utatoa bure. Hakuna tolewa bure. Hauhitaji osmosis, hauhitaji kabisa. Nguvu ya Mungu haitokani na maji. Nguvu ya Mungu haitokani na keki. Nguvu ya Mungu haitokani na nywele. Hao ni washirikina. Nikaona mtu mmoja anawatangazia watu wanyoe nywele zao, eti wapeleke zikaombewe, na mwingine na akili ndani ya poti yake anabeba eti mchanga anakwenda kuombewa. Ninakutangazia umeliwa. Tuli kabisa. Nataka Mungu wewe, jua Mungu wa kweli, utahangaika kubeba pochi nzuri, ndani yako umejaza machumvi. Hautahangaika kubeba pochi nzuri, ndani yako umeweka chumvi. Nguvu ya Mungu haitokani na chumvi, ni nguvu na mamlaka. Amesema tutaweka mikono na wagonjwa watapata afya. Tutaweka mikono na wagonjwa watapata afya. Hatuhitaji chumvi, hatuhitaji mafuta. Alileta mwanadamu kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu. Yesu akonja atatoweka. Hakulitaja jina la Yesu, watu wataponywa. Hakulitaja jina la Yesu. Ukimwi kwa heri, hakulitaja jina la Yesu. Kansa kwa heri, hakulitaja jina la Yesu. Piga makofi na kelele kwa Yesu anaponya bure. Wala hadai pesa, wala hadai 50,000. Anaponya kabisa bure. Tunakwenda kumalizia. Nataka nikwambie mtu wa Siara, usipompa Yesu maisha, leo chukulie poa maneno tunayoongea, lakini iko siku inakuja, ipo siku utakayokumbuka. Ipo siku ni hatukutishi, tunakwambia na ukweli. Wengi wamepotea kwa muzaha. Wengi tumewazika kwa muzaha kabisa. Kweli inakuja mlangoni mwako na wewe unapuuzia, unasema cha kawaida. Lakini nakwambia dunia tulio nayo imeharibika kabisa. Mpaka mahali popote hakuna msaada. Msaada peke yake ni kwa Yesu. Mkata shauri jioni ya leo tunapomalizia hapa, njoo tukuombee mahali hapa. Hatuhitaji utoe sadaka ili uombewe, hatuhitaji kukutumia mafuta. Ndugu yangu, kwa jina la Yesu peke yake na wewe utakuwa mzima. Na hii ndio injili ya kweli. Hata Yesu tulimuona alizungumza ikawa, na imani ya kweli. Hatuhitaji chumvi. Mwanadamu ameharibika kabisa, amedanganyika naye haelewi, amepofuka kabisa macho. Ili tatizo ni nini? Tatizo ni dhambi. Dhambi inakula maisha ya mwanadamu. Ndio maana hata tukiangalia Life Expand ya leo inazidi kumomonyoka. Biblia inasema ukiwa na nguvu ni miaka 80, au ni magonjwa ni miaka 70. Na magonjwa yakikupata hata hiyo miaka 70 ifiki. Hata wataalamu sasa wanaketi na kuangalia ile maturity age ya wanadamu imepungua. Watu wako tayari maturity akiwa na miaka 10 tu. Watu wanakomaki akili na kifikira akiwa na miaka 10 tu. Hii ni hatari kabisa. Na umri sasa tunaoelekea kwa sababu ya mmomonyoko wa madini nao. Nakwambia miaka 50 umekwisha. Nakwambia miaka 60 umekwisha kabisa. Umekuwa lizee tena la ajabu. Kwa sababu gani? Mioyo ya mwanadamu imejeruhika. Yuko amepigilia sote mchana, lakini moyo umejeruhika. Ndio maana tunaona mapresha, mara magonjwa ya tabia nchi. Watu wanawakumba, watu wanakufa kama kuku. Kwa nini? Kwa sababu dunia hii iliyotengenezwa, mfumo wake hauna urafiki na mwanadamu. Vyakula na vyenyewe vimegeuka kuwa sumu. Kila ukigeuka huku ni sumu. Kila kitu unachokigusa unashauriwa na madaktari usitumie. Sasa kama vitu vyote nazuiliwa, nini nitatumia nini? Dunia haina urafiki na maisha ya mwanadamu. Dunia haina urafiki na maisha ya mwanadamu. Hebu kimbilia kwa Yesu jioni ya leo. Haleluya. Njoo kwa Yesu sasa. Usipoteze muda sasa. Kata shauri mtu wa Siara, njoo hapa. Tukuombee sasa. Umesikia neno la Bwana. Usikaze shingo. Sio kwa Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Mara baada ya kuzungumza hayo,
nataka niombe na watu wa mahali hapa. Yeyote yale na uzuri wa injili sio lazima, na sio lazima, ni hiari ya mtu, kwa sababu maisha ya mtu anayajua yeye mwenyewe. Mateso unayopitia unajua mwenyewe, taabu unayoipitia ni ya kwako mwenyewe, na siku hiyo ndugu yangu utazikwa mwenyewe, utakwenda bila pesa. Na hivyo tulivyo wanadamu, tutakushonea kisuti kimoja, utaacha mabilioni ya fedha, tunakuzika na suti moja, tena kwenye jeneza la mbao, na sisi tumelipamba pamba. Cha ajabu, tukikuzika pale hatuachi kumwaga mchanga, tutakutupia mama mchanga. Leo hii ukiwa hai nikikumwagia mchanga unaona nimekudharau, lakini hiyo siku hata marafiki zako watakumwagia mchanga, watasema kwamba jamaa mwacha aende zake, amemalizika huyu, hatuna ijala tena. Hata yule aliyekuwa amekupenda hiyo siku mpaka nashika na pua anamuna na kukunja sura. Kwa sababu gani? Hauna thamani tena. Leo hii unaona hao unawaonea haya, unaona ni watu wa maana, ndio, lakini nikwambie kwamba thamani ya maisha ni mtu mwenyewe. Hao marafiki unawaona leo wanakulubuni kukupeleka kwenye vigenge, wamekuingiza kwenye uvutaji sigara, wamekuingiza kwenye magenge ya bangi, hao marafiki ndio wa thamani. Lakini nikwambie iko siku watakumwagia mchanga, watakusindikiza, na baada hapo watakanyagia kabisa na kaburi lako, wakihakiki kwamba huyo mtu kwa heri amededi, na watageuka kuelekea kunako pilau. Leo hii ukiomba hata mchango wa maendeleo hawawezi kukupatia, lakini ile siku watachanga lambi, hata kama ni milioni 1 mtu yuko tayari kutoa kwa ajili ya kumsindikiza mtu aliyekufa. Lakini huyo leo ukimwambia Bwana naomba milioni 1 nifanye kama kaji, hawezi kukupatia. Ni siku kifa, huyo yuko tayari kuchonga jeneza. Wanadamu huyo ni mwanadamu ambaye leo unamuonea haya, unaonea aibu. Siku moja atakuzika, tena atakusindikiza na atakusahau. Kwenye majina makubwa hata Tanzania tumeshawasahau, hawana ijala tena, hawaulika kabisa. Wewe ni nani hata ukumbukwe? Nani Yesu maisha? Acha kupoteza muda, mpe Yesu maisha. Haleluya! Ni Bwana wa mabwana anayeweza tu. Nataka niombe na mtu mmoja. Kama uko mahali hapo umesikia neno la Mungu vizuri kabisa, unaweza kashika kifua chako kwa imani na ufumbe macho hapo ulipo, na mimi nikaombe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunayemtangaza hapa. Kama ni mapepo yaende, kama ni ugonjwa kuachie, kama ni HIV kwa heri, kansa na kila kitu. Yesu anaponya kila aina magonjwa. Shika kifua chako alafu fumba macho yako, na mimi nikaombe katika jina la Bwana. Baba yetu na mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka zote, watoto wako wamelisikia neno lako, watoto wako wamesikia neno lako, na wewe Bwana umetuuliza, na wanadamu tumekuwa tukijiuliza swali ya kwamba baada ya kufa naenda wapi. Yamkini limetukosesha usingizi, hili swali limetukosesha amani, lakini jioni ya leo umesema nasi ya kwamba tukifa tunarudi kwako, na tukisharudi kwako tutatoa hesabu ya matendo yale tumekwisha kuyatenda duniani. Kama ni tumetenda mema, umesema ni uzima milele; kama tumetenda mabaya ni jehanamu. Umezungumza nasi haya ili Baba tujiandae kwa ujio wako Yesu. Mtazame mtoto wako huyu ameshika kifua chake akihitaji msaada wako, katika jina la Yesu wa Nazareti nimbodikia Mungu mamlaka na uwezo wa Yesu Kristo, na nguvu itokayo juu ikashuke mahali hapo. Kama ni baba guse huyo mama, ukamuguse huyo binti, ukamuguse huyo kijana, ukamuguse katika jina la Bwana. Mapepo na majini, enyi mashetani, enyi mizimu na wachawi, ninatangaza katika jina la Bwana, nenda zako wachie wa baba hawa, nenda zako wachie mabinti hawa, nenda zako wachie mama hawa, nenda zako wachie wakaji wa Isiara rakapaka sakaja maseketa. Kwa jina la Yesu, wewe pepo mchafu, nenda zako kwa jina la Bwana. Ninakukemea na kukuamuru, toka katika jina la Bwana. Mwachie dada huyo, haya tayari nguvu ya Mungu inaanza kukugusa hapa, uwezo wa Bwana unaanza kutembelea. Haya tayari mamlaka ya Kristo wa Nazareti
ninapatanisha kila madhabahu za giza, zinatoweka, zinavunjika. Hizo pepo chafu na maagano yake yanavunjika mara moja, mara moja. Hizo pepo chafu rakapakapasakataka, ondoka mara moja, mwachie mara moja, ondoka mara moja kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru wewe nguvu ya giza, ninakuamuru wewe mchawi, ninakuamuru wewe ushirikina, ninakuamuru wewe gonjwa, wewe HIV. Umetesa maisha dada huyu, umetesa maisha baba huyu, umetesa maisha ya mama huyu. Rakapakapakataka, leo ni mwisho. Ninasema na HIV, ninasema na virus kwa jina la Yesu Kristo. Ninawakausha kwa damu ya Yesu. Haya mara moja, mara moja. Haya mwachie mama huyo, haya mwachie baba huyo, haya mwachie binti huyo. Anatakiwa ishi maisha yake, anatakiwa huyu, anatakiwa afunguliwe leo katika jina la Yesu. Ewe kansa, ninazungumza nawe kansa, ninazungumza nawe kansa, uliyeshika maisha baba huyo, uliyeshika maisha mama huyo, uliyeshika maisha binti huyo, yamkini amekosa tumaini. Katika jina la Bwana ninakuijia kwa jina la Yesu wa Nazareti hai. Wewe kansa, wewe HIV, mara moja mwachie huyu, atatakiwa huyu. Rakapakakakayama kwa jina la Bwana. Ewe mapepo na majini, ewe kila tabu na usumbufu, ikakakadari ya masaka, ayakakapakoseketaka, rakapakoseketa ya masaka, katika jina la Yesu Kristo. Ile mamlaka ya Yesu, ile wingu la Yesu, ile wingu la Roho Mtakatifu, linamgusa dada huyo, linamgusa mama huyo, linamgusa binti huyo, linamgusa baba huyo, aliyelemea, anaguswa na wingu, anaguswa na Roho Mtakatifu, yakakaparusa kataka. Leo lazima iwe mwisho, mateso yako mwisho, mateso yako mwisho. Weka imani kwa Yesu, unakwenda kufunguliwa, unakwenda kuweka huru. Rakapakapakasaka, kila anayesikia sauti hii anaguswa sasa, anaguswa sasa. Rakapakapakasaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaamuru kila nguvu ya giza hayatawanyika mara moja. Enyi mashetani, haya kwa heri, hayakakakakaka, katika jina la Yesu. Ninaona nguvu ya Mungu ikimtembelea mtu. Rakapakapakaka, lazima ufunguliwe, lazima uweke huru, lazima uwe huru leo. Yakakakakaka, rakapakapakasaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya tayari, hiyo mamlaka na uwezo na hiyo power ya Yesu Kristo, hiyo ndani ya Yesu inafanya operation. Yakakakaka, palipo na uvimbe, palipo na uvimbe, huo uvimbe wako, huo uvimbe wako, huo uvimbe wako, haya unageuka sasa. Yakapakasakataka, katika jina la Yesu. Kama kuna mtu tasa, hataitwa tasa tena. Yakapakapakasaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila habari mbaya ulizotangaziwa wewe mtu wa ziara, katika jina la Yesu. Yakapakapakasaka, yamkini umetangaziwa biashara yako itakufa, biashara yako itaendelea. Leo nakutangazia kwa jina la Yesu Kristo, biashara itaendelea na utapata faida. Mtumaini Bwana katika biashara yako. Nakapakasakataka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya chuma uleke, roho ya hasara, roho ya kutokufanikiwa, roho ya umasikini, yakakakakaka, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ana kazi, ninaomba naye chune leo ukapate kazi leo, katika jina la Yesu. Upate taarifa ya kazi. Rakapakapaka, kuna mtu amesoma mpaka degree lakini hana kazi, mwingine ni masters lakini hana kazi, mwingine ni diploma hana kazi, mwingine ameenda beta hana kazi. Rakapakosakataka, katika jina la Bwana. Milango yako ikafunguke, malango yako Bwana yatembelee, Bwana yatembelee. Uwepo wa Bwana ukaende pamoja na wewe katika jioni ya leo. Rakapakosakataka, katika jina la Bwana. Milango ikafunguke, ukapigwe simu za kazi, na ukifanya interview lazima ufaulu. Siku mapepo, bali kwa jina la Bwana. Rakapakakaka, mtumaini Bwana. Nikapakosakataka, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Bwana na hiyo mamlaka inagusa mtu hapa. Ayayayaya, kuna mwingine anaota ndoto za kufa tu, anaota ndoto za vitisho usiku, kila kilala halali vizuri, amekingwa na ndoto chafu. Katika jina la Yesu ninazungumza na huo ulimwengu wa ndoto, ninazungumza na huo ulimwengu wa ndoto. Ewe roho ya mauti, ewe roho ya mauti, ewe roho ya
Yesu kwa ajili ya ardhi ya Siala. Kwa uwezo wa jina la Bwana, yote imefanyika na imekuwa katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme